Wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Hapa ndo nimejua karama tuko tofauti na vipaji tuko tofauti. Mniambia mnakuja na muziki amjeja nao. Masomo hayajasikika. Misa tunatumia nguvu. Tumeacha spika kwa sababu tumejua kuna maspika. Sasa yakija tunacheza, tunarudi nyumbani, mambo yameisha, sio? Kwa hiyo naona vipaumbele namna tulivyo tofauti. Wapendwa taifa la Mungu, leo ni Dominika ya 4 ya mwaka A wa kanisa. Katika Dominika hii vijana kwa umoja wetu tumeamua kuadhimisha sherehe ya Mtakatifu Yohane Bosco ambaye ndiye msimamizi wetu. Kimsingi ilibidi ifanyike jana tarehe 31 ya mwezi wa kwanza, lakini kutokana na sababu ambazo wengi tusingeweza kushiriki, tumeamua tusherekee leo, ambayo leo ni tarehe 1 ya mwezi wa pili, mwezi mpya. Mtakatifu Yohane Bosco alizaliwa mwaka 1815 katika nchi ya Italia. Akiwa mdogo basi alilelewa kadiri ya misingi ya jamii zote ambazo wanalea watoto, na kwa bahati mbaya baba yake alifariki mapema, lakini aliendelea kupokea malezi na mwishoni basi alijiunga na seminari, akawa padre, akalihudumia kanisa. Akiwa padre alijikita zaidi kuwakusanya na kuwalea vijana katika nyanja za michezo. Sasa michezo ipo ya mchezo wa mpira, kuruka kamba, kuchezea vifaa vya muziki kama magita na kadhalika, lengo kuwavuta watoto au kuwavuta vijana kwa Kristo. Pamoja na hayo, walianza michezo yote kwa sala na wakamaliza kwa sala. Kadiri alivyoendelea kuwavutia vijana walikuwa wengi, na hakuona tu kwamba inatosha kuwapa katekesi. Hapana, alianzisha na vyuo mbalimbali ili pamoja na kwamba kijana anamuinua kiroho, amuinue pia kimwili. Kwa kupitia hivyo vyuo mbalimbali waliweza kujifunza ili waweze kupata taaluma ambayo itawawezesha kuyamudu maisha yao ya kila siku. Kama padre alianzisha shirika ili apate kuungana na mapadre wengine ambao kwao aliwapa jina la Wasalesiani wa Don Bosco. Huyu Salesiani ni yule Mtakatifu Francisco wa Sales. Yeye binafsi alimpenda sana mtakatifu huyu, na hivi alivyoanzisha shirika lake ndo akaanzisha shirika la Wasalesiani wa Don Bosco, na ndivyo ilivyo wanaitwa mpaka leo. Kwa mapadre hao walimsaidia katika utume huu wa vijana. Baadaye kwa kuungana na mtakatifu mwingine Manzalelo aliamua kuanzisha watawa wa kike wanaitwa mabinti wa Maria. Ninyi wenye simu kubwa mtaona ni masista ambao kwenye upinde wa mavazi yao yana rangi ya blue. Wale wanaitwa masista au mabinti wa Maria, kwa pamoja ili waweze kutangaza hii habari njema. Mtakatifu huyu alifariki mwaka 1888 huko Italia. Sasa pamoja na utume wake wa upadre, yeye alijikita kuwavuta vijana. Aliwakusanya vijana wa aina zote, wenye tabia njema na wenye tabia mbaya, ili awafundishe lile lilo la kweli na wavute kwa Kristo. Ndio kazi ambayo Mtakatifu Yohane Bosco aliifanya. Ninyi nyote mnafahamu pekee ninyi watu wa familia, kuzaa sio kazi. Kazi ni kutoa malezi kwa hawa watoto. Ndio maana tunakutana, kuna familia mimi watoto wamenishinda, siwezi kuwalea na kadhalika na kadhalika. Wengine wanajisingizia tu ni kukwepa majukumu.
Unaona mtoto mwenyewe ni mdogo, shule ya msingi, anakushindaje wewe mzazi? Kwa ni kwa sababu ya kukwepa majukumu, na hivyo wanasema tumeshindwa. Na wengine hatutaki majukumu hayo, tunawapeleka kwenye shule zile zinaitwa za day care, walimu na wafanyakazi wa kulelea mtoto. Na wengine tunatafuta mayaya, mouse girl. Nini? Watoto wako mwenyewe wanakusumbua, kwa hutaki kusumbuka kwa lolote, na hivi analelewa katika misingi hiyo. Hali kadhalika mashuleni, wazazi kazi yetu kubwa ni kulipa karo, kununua sare, lakini mtoto amefaulu, amefeli, atajua mwalimu wake. Hata ninyi tukauliza mara ya mwisho mlikagua lini madaftari ya watoto wenu, lini? Wote hamjui. Kwa hakika kujua kama mwanao amefika shuleni au hajafika shuleni tu mpaka utapoona unaitwa na mwalimu kwamba mwanao bwana hafiki shuleni. Lakini sisi kama wazazi tupo bize na mambo yetu, tunashindwa kufata malezi ya watoto hawa. Sasa muone namna Mwenyezi Mungu anavyojifunua. Wewe mtoto wako mwenyewe unashindwa kumsaidia ili aweze kupata malezi bora. Lakini wengine basi, si wote, wengine wapo vizuri. Unawapa watoto malezi bora ya kimwili na kiroho, unawapa mahitaji yote ya kimsingi, na hata watoto wenyewe wanajidaia kuwa na mzazi. Hicho ni kitu chema ambacho sote tunatamani kiwe hivyo. Hasa Mtakatifu Don Bosco, Mwenyezi Mungu anamfunulia kwamba kuna vijana hawana malezi bora, wametawanyika, anaamua kuwakusanya. Katika kuwakusanya, anawafundisha kwanza maisha ya kawaida, alafu pili maisha kuhusu Mungu, na mwishoni anawavuta kwa Kristo. Wapendwa, sisi sijui kwetu kama ingekuwa rahisi, lakini basi tumuombe mtakatifu huyu atusaidie. Mara nyingi tulio wengi tunajua kulaumu kwamba vijana wa siku hizi sio mchango wowote na kadhalika na kadhalika, au watoto wa siku hizi hawana mchango wowote na kadhalika na kadhalika. Unajisaulisha kwamba wewe mwenyewe ulikuwa mtoto, wewe mwenyewe ulikuwa kijana, na hivi unahamishia lawama kwa wengine. Sasa wapendwa, Mtakatifu Don Bosco atubadilishe namna ya mtazamo na namna yetu ya kufikiri kwamba na sisi tulikuwa watoto, na sisi tulikuwa vijana, ni katika ujana ule ule ndio hao wenzetu wanafanya. Cha maana ni kuwaelekeza lipi sahihi na lipi sio sahihi. Tusiwakatie tamaa wenzetu na tusiwalaumu, na mbaya zaidi tunawachafua. Lakini tumetoa msaada wote au wa ushauri na kuwaonya, wakakubali kushaurika au wakakataa. Wapendwa, tunaalikwa kuondoa moyo wa kukata tamaa, moyo wa kudharau wengine, moyo wa kudharau, lakini pia kudharau bila kutoa suluhisho maalum. Mtakatifu Don Bosco atusaidie ni katika namna njema tunawapata vijana wengine. Hata ninyi vijana mtakuwa mashahidi, tukiweka kombe la mpira hapa, kuna vigango wataajiri watawaalika wasio wa Katoliki waje wacheze, tushinde kombe. Tukishinda wewe inakuwaje? Kwanza yule sio Mkatoliki, tunamfahamu. Jamani, amekuja kupitia mpira ili tumuongoe, sio tumlaumu. Ni katika kumlaumu kumbe Katoliki wenyewe ndio hao. Sasa nikuja kufanya nini? Si bora niondoke tu. Kwa hiyo unaona sasa, hatufanyi michezo yetu kwa sababu ya uongofu kwa wengine, bali tunafanya michezo yetu kurudisha wengine imani. Sisi kama vijana tunaalikwa kuondoa roho hiyo na akili ya mtindo huo, kwa watu wema, kuchukuliana katika madhaifu na kuelimishana ili tuweze kufikia hatima ya maisha yetu, na ili furaha yetu iwe katika mafanikio ya wenzetu. Ndio furaha yetu, tuwe watu wenye muono chanya, kuona
mema ya wenzetu, kama Mtakatifu Don Bosco. Don Bosco yeye hakujali, wote mje, na kwa kweli walimpenda. Sisi tunachotugharimu ni hiyo roho ya kushindwa kuwatambua wenzetu, kushindwa kuwaona wenzetu nao ni viumbe vya Mungu, kushindwa kutambua mazuri ya wenzetu, lakini tunabaki kuwalaumu na mwisho wanapotelea kule ambako walipotelea. Sasa sisi tubadilike, tuweze kuwavuta wao kwa Kristo. Kama vijana tunapasika kujilea kwa waaminifu katika mipango yetu, kwa watu wenye sitaa, kwa watu wenye heshima, kwa watu wenye usafi wa moyo, ili kulinda hadhi na utakatifu wa maisha yetu ya Kikristo. Tuombe mtakatifu huyu atusaidie tuweze kuliishi lile ambalo tunaliamini na kuwatangazia wenzetu kwa maneno na matendo lile jema, ili tuweze kuwavuta wao kwa Kristo. Wapendwa, katika masomo yetu, somo la kwanza, nabii Sefania anawahubiria hawa watu wa Israeli kwamba kabla yake ni watu waliokuwa wameenda kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya maendeleo yao, na hivyo walimweka Mungu kando. Kutokana na hilo sasa, anatokea mtumishi wa Mungu Sefania ambaye anawakumbusha kwamba jamani, pamoja na kwamba mmefanikiwa sana, lakini mtafuteni Bwana, enyi nyote mlio wanyenyekevu wa dunia. Ninyi mliozitenda hukumu zake, itafuteni haki, utafuteni unyenyekevu. Anawaasa hawa Waisraeli kwamba wabandukane na maisha ya dhambi na wachague njia sahihi ambayo ni unyenyekevu. Wajishushe, waone kwamba vyote walivyo navyo ni zawadi kutoka kwa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Mapendo daima, kwamba vyote walivyo navyo wakili kwamba Mwenyezi Mungu ndiye aliyowakirimia, na hivyo wanapasika kuwa wanyenyekevu. Ni katika unyenyekevu huo Mwenyezi Mungu hata kama wamekosea atawahesabia haki. Tunasema usiangalie ulipoanguka, bali inuka, endelea kumtafuta Bwana. Lengo letu ni kutafuta ufalme wa mbinguni. Kama ni hivyo basi, dhambi isitufunge, tuiungame, tuitubu na tuendelee na safari ya kumtafuta Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo anawaalika wawe wanyenyekevu katika vyote ambavyo Mwenyezi Mungu amewakirimia. Katika somo la pili, tunaalikwa kutambua wito wetu. Kutambua wito wetu, kwa sababu njia za Mungu, wapendwa, hazichunguziki. Njia za Mungu sio njia zetu, mawazo ya Mungu si mawazo yetu. Kwa hivi tunapasika kutambua wito wetu. Mwenyezi Mungu katika kufikisha ujumbe, tumeambiwa anavichagua vilivyo vinyonge. Anatuambia si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa, bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu na vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa. Ndio njia za Mwenyezi Mungu. Kwa hakika sote tungetegemea mpango wa Mwenyezi Mungu achague wale ambao tunaona wana hekima, wana busara, wana nguvu, lakini yeye anachagua wadhaifu. Tunaona hata historia ya wokovu. Yusufu aliyokataliwa na ndugu zake, walimuuza, lakini baadaye ndiye anayekuja kuwa waziri na mtu mkubwa, anakuwa sababu ya furaha hata wale waliomuuza. Musa kutoka kwenye uchungaji wa mbuzi mpaka kuja kuwa mtu mkubwa wa taifa la wana wa Israeli. Kristo mwenyewe kuzaliwa na Bikira Maria na Yosefu
familia duni, lakini ndiye anayekuja kuwa mpatanishi wetu, na sisi tunapata wokovu kupitia Kristo. Kwa hiyo wapendwa, mwaliko wetu ni kutambua kazi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anajifunua kwa namna tofauti na kwa njia tofauti, cha maana tuweze kutambua mpango wake kwa lile ambalo yeye mwenyewe amekusudia. Na hivi tunaalikwa kuondoa dharau, bali tuwe wanyenyekevu, tuondoe kiburi, tuwe watii, tuwe watu wa kujishusha. Katika Injili Kristo anatuletea heri 8. Heri hizo ambazo kwazo zinakuwa sababu ya sisi binadamu kurithi ufalme wa mbinguni. Ni mwongozo wa maisha yetu. Ndio maana tunaita ni hotuba ya mlimani, kwamba Kristo alikuwa anaendelea na utume wake, anawakusanya wanafunzi, anaanza kuwapa hizi heri 8 ambazo kwazo zimegusa nyanja zote za kimaisha. Tukichukua hii heri ya kwanza, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Wapendwa, kwa hakika walio maskini wa roho ni rahisi tu kuziishi hizi heri nyingine 7 zilizobakia. Ndio hao wanyenyekevu, ndio hao ambao hawajikwezi, ndio wanaweza kuishi hizi nyingine ambazo tunaambiwa: heri wenye huzuni, heri wenye upole, heri wenye njaa na kiu ya haki, heri wenye rehema, heri wenye moyo safi, heri wapatanishi, heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo. Kwa mtu mwenye unyenyekevu, kwa mtu mwenye kujishusha, kwa hakika ni rahisi kuziishi hizi heri 8. Kwa Kristo anatupa heri hizi, anatupa ahadi hizi kwamba kadiri tunavyojitahidi kuziishi hizi heri ndivyo tunavyourithi ufalme wa mbinguni. Wapendwa, hizi ni sadaka au ni zawadi ambazo Kristo anatupatia sisi, nasi tunaalikwa pale ambapo tunawaahidia wenzetu wasaidie waweze kufikia hatima ya kile ambacho tumewaahidia. Tusiwe waongo. Ni katika uongo watu wanashindwa kufikia hatima ya maisha yao. Kwa mfano, katoto kakifanya vizuri, wewe mzazi kwa kawaida unaahidi kwamba mwanangu, ukipata vizuri kwenye mtihani, ukifaulu, nitakununulia viatu vizuri. Lakini kichwani kwako unajua kabisa hapa viatu siwezi kununua. Kwa nini? Kwa sababu hata eboebo uwezi. Lakini unamwahidia mtoto na hivi anafanya jitihada, nakwambia mama, 100 kwa 100 nimeshaipata. Mtihani nimekuwa wa kwanza. Ahadi yangu. Sasa unajua ahadi yake inapotea. Mama wa familia unamwambia mme wako, bwana au mwenzangu, unavorudi usiku sio kitu kizuri, ninakuomba wewe nawahi kurudi. Ukirudi malezi ya kipamoja anakwepo, anakwambia mama nani, hakuna shida, umemwahidia ahadi nyingi na kadhalika. Cha ajabu, akiwahi kurudi unamletea, unafahamu mkaifia nyanya chungu zenye pilipili, mnazifahamu? Baada ya kukulalamikia, mama nani, mbona sio ahadi ambazo tuliahidiana? Kwani uliacha hela? Ahadi haitimiliki. Kuna vijana mliahidi wenzenu kwamba mimi 1, 2, 3 ukinikubalia nitaweza kukufanyia haya na haya na haya. Lakini mwatimizia ahadi wenzenu au mmewacha kwenye mataa? Tena wengine mmewatoa hata kwenye malengo yao. Wameisha kupata D kubwa, wameisha kupata magonjwa, wameisha kukatishwa tamaa, na mwisho hawaoni kesho yao. Wapendwa, ahadi ni nini? Ahadi ni deni. Tunaalikwa kutimiliza ahadi zile ambazo
tunawaahidia wenzetu ili kwazo ziwe sababu ya furaha kwao. Kuna viongozi hapa mlituahidia, mimi mkinichagua nitafanya 1, 2, 3, ingawa kichwani kwako unajua sitafanya, lakini sisi tunatumaini kwamba wewe mwenzetu utatufanyia. Hasa tunabaki kusikitika na kusikitika mpaka Kristo atakaporudi. Wapendwa, hiyo haiko sawa. Tunapasika kujifunza kwa Kristo, ahadi tunazozitoa ziwe sababu ya furaha, zisiwe ahadi za uongo. Na hivi kwa kufanya hivyo tutashindwa kuwavuta watu kwa Kristo. Tutarudisha watu nyuma kiimani, tutarudisha watu nyuma kutuwazia mema, na mwisho watatuwazia mabaya. Lakini kwa hakika mtu ambaye anaishi heri ya walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao, kwa hakika ni mtu ambaye kwanza anakuwa ni mtu mwenye muono chanya, ambaye hawahukumu wenzake bila sababu. Ndio anakuja kuungana na hii heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Wapendwa, katika maisha yetu kila siku kuna kukoseana, kuna kukosea. Tunaalikwa kutangaziana msamaha. Ni katika kutangaziana msamaha tunafanya maisha yetu yawe na furaha. Tusibaki tumechukia, tunashindwa kutangaza msamaha kwa wenzetu. Sala ya Baba yetu inatuambia utusamee kama, na hivi ni kigezo cha kutangaziwa msamaha. Namna nyingine hatusamehewi. Kwa hiyo katika msamaha, katika kuwatangazia wenzetu msamaha, tunakuwa wapatanishi kwanza na Mungu, lakini sisi kwa sisi tunakuwa watu ambao tunaishi injili ya kweli. Tunakuwa ni watu ambao tunashuhudia imani ya kweli, na hivi kwa pamoja tunakuwa ni watu ambao tunamtangaza Kristo na si vinginevyo. Na kutokana na hilo sasa tunaweza kudhaniana mema, kufikiriana mema na kuwaziana mema. Namna nyingine tutakuwa ni watu ambao hatuaminiani, hatuaminiki, na hivyo tukashindwa kufikia hata hatima ile ya maisha yetu. Wapendwa, tunaalikwa kwa wanyenyekevu katika yale yote ambayo tunayatenda kila siku. Ni katika unyenyekevu huo ndio tunaweza kurithi ufalme wa mbinguni. Katika unyenyekevu huo tutatambua kwamba peke yetu hatuwezi. Ni Mungu ambaye anatuwezesha. Tukiwa wanyenyekevu tutatambua mali kwamba ziwe sehemu ya sisi kutafuta ufalme wa Mungu na sio mali zitutenge. Katika unyenyekevu na kujishusha tunaweza kutambua nafasi ya wenzetu, na tukitambua nafasi ya wenzetu tunaweza kusemeana, mimi nipo na wewe upo kwa sababu nipo, na hivi maisha ya kijumuiya yatakwepo. Namna nyingine tutakuwa ni watu ambao tunaishi kila mmoja kwa wajibu wake. Na hivi Mtakatifu Don Bosco atuombee tuondoe roho ya kiburi, bali tuwe na roho ya unyenyekevu. Tuondoe roho ya kujidai, tuondoe roho ya kutotangaza msamaha kwa wenzetu, bali tuwatangazie wenzetu msamaha, ili kwa pamoja tuweze kufikia ufalme wa mbinguni ambao ndio wito wetu wa kwanza kwa watakatifu. Wapendwa, nimewambia Don Bosco aliwakusanya watu wa aina zote, akaweza kuwatangazia habari njema, wakaweza kumpokea Kristo. Sisi nasi tusibaguane. Tusibaguane kwa uwezo wetu kiakili, kwa uwezo wetu kiuchumi, kwa uwezo wetu wa kimaendeleo fulani. Hii hatui tunamtangaza Kristo, bali tuweze kuwavuta watu wote, na tutambue kila mmoja na karama yake, na katika karama hizo tunakamilishana katika mapungufu. Na hao ambao unawadharau wewe ndio hao ambao Mwenyezi Mungu anawainua, wanakuwa sababu ya uongofu kwa wengine. Na hivi kusiwe na sababu ya mmoja kumlaumu mwenzake, bali sisi wenyewe kwanza
tujilindie heshima, tuwe watu wema, lakini pia wema ambao tupo nao tuweze kuwatangazia na wenzetu. Katika kuwatangazia wenzetu, tuweze kuwavuta kwa Kristo. Ninyi ambao ni wazazi, mnaalikwa kuchukua nafasi yenu kuwalea watoto wenu katika misingi ya imani na ya kijamii, kukemea maovu yanavyotokea na kusifia mazuri yanapotokea. Tunapokwepeana majukumu, ndio tunaleta taifa letu kwenda kwenye wimbi la ukorofi, wimbi la wizi, wimbi la watu kutojali utu wa mtu mwingine. Na hivi kwa sababu ya sisi wazazi au sisi ambao tunazunguka katika jumuiya tumeshindwa kutimiza wajibu ule ambao Kristo anatutaka. Na hivi kwa pamoja tuweze kumtangaza Kristo kwa maneno na matendo. Licha ya tofauti zetu, tutambue kwamba kila mmoja wetu Mwenyezi Mungu hajamuumba kwa bahati mbaya. Amemuunga kwa sababu maalum na kwa nia maalum. Hivyo tunapasika kuheshimu utu wa kila mtu na tuweze kurithi ufalme wa Mwenyezi Mungu. Tuombe neema ya Mwenyezi Mungu atusaidie. Tubandukane na moyo wa majivuno, tuwe watu wanyenyekevu. Tubandukane na moyo wa uchoyo, tubandukane na moyo wa kuona wengine si kitu, bali sote tumuone Mungu kupitia wenzetu na Mwenyezi Mungu aweze kutukuzwa. Matthew Kikalao, wazake wote na msimamizi wake. Mmempa mtoto wenu jina gani? Mnamwambia nini Mefi katika kanisa la Mungu? Je, mnapomwombea mtoto wenu ubatizo, mwafahamu wajibu mnaopokea, yaani kumfundisha imani, apate kushika amri za Mungu na kumpenda jirani kama Kristo alivyotufundisha? Na msimamizi, je, uko tayari kuwasaidia wazazi wa mtoto huyu katika wajibu huo? Matthew, jamii ya Wakristo inakupokea kwa furaha kubwa, nami kwa jina lao nakutia ishara ya msalaba. Nao wazazi wako na msimamizi watakutia pia ishara hiyo ya Kristo mkombozi. Nanyi wazazi na wasimamizi, mtieni mtoto wenu ishara ya msalaba wa Kristo Mwokozi katika paji la uso. Ndugu zangu, tumwombe Bwana wetu Yesu Kristo amshie rehema yake mtoto huyu atakayepata neema ya ubatizo. Wazazi na msimamizi na wote waliobatizwa kwa fumbo takatifu la kifo na ufuko wako, upende kumjalia mtoto huyu uzima mpya kwa ubatizo na kumwingiza katika kanisa lako takatifu. Tutaitikia kwa kuomba utusikie. Kwa ubatizo na kipaimara, upende kumfanya awe mfuasi wako mwaminifu na shahidi wa Injili yako. Kwa utakatifu wa maisha yake, upende kumfikisha kwenye furaha za ufalme wa mbinguni. Upende kuwafanya wazazi hawa na msimamizi wawe mfano mwema wa imani kwa mtoto wao. Upende kuwahifadhi daima jamaa zake katika upendo wako.
upende kufufua ndani yetu sote neema ya ubatizo. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu, Mtakatifu Yohane Mbatizaji, watakatifu Petro na Paulo, Mtakatifu Yohane Bosco, watakatifu wote wa Mungu, Ee Mungu Mwenyezi wa milele, ulimtuma mwanao ulimwenguni apate kufukuza ndani yetu nguvu ya Shetani aliye pepo mwovu, apate pia kumwondoa mwanadamu gizani na kumwingiza katika ufalme wa ajabu wa nuru yake. Tunakuomba kwa unyenyekevu, ili mtoto huyu akishaondolewa dhambi ya asili umfanye hekalu la utukufu wako, na Roho Mtakatifu apate kukaa ndani yake kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Ikukinge nguvu ya Kristo Mwokozi. Tunakutia alama yake kwa mafuta ya wokovu katika Kristo Bwana wetu, anaishi na kutawala milele na milele. Amen. Ndugu zangu, tumwombe Bwana Mungu Mwenyezi amjalie mtoto huyu uzima mpya kwa maji na Roho Mtakatifu. Ee Baba mwema, umeufanya uzima mpya wa watoto wako tilike kama maji kutoka katika kisima cha ubatizo. Tuitikie utukuzwe, Ee Mungu. Utukuzwe. Umependa kuwakusanya katika taifa moja wote waliobatizwa katika mwanao Yesu Kristo kwa maji na Roho Mtakatifu. Utukuzwe. Unatuokoa sisi kwa roho wa upendo wako, ambaye unamshusha moyoni mwetu ili amani yako itufurahishe. Unawateua watu waliobatizwa wakatangaze kwa furaha injili ya Kristo wako kwa mataifa yote. Basi upende kuyabariki sasa maji haya watakayobatiziwa watumishi wako. Umewaita waoshwe kwa maji haya kuwapatia uzima mpya katika imani ya kanisa, ili wapate uzima wa milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Ndugu zangu, wazazi na wasimamizi, mtoto mliyemleta karibu atapata uzima mpya utokao katika mapendo ya Mungu kwa maji na Roho Mtakatifu kwa sakramenti ya ubatizo. Basi ninyi jitahidini kumlea katika imani, kusudi uzima ule wa Mungu usichafuke, bali uwezi kukua ndani yake siku kwa siku. Basi iwapo kwa imani yenu mko tayari kupokea wajibu huo, mkikumbuka na ubatizo wenu ninyi wenyewe, kataeni dhambi na kuungama imani katika Yesu Kristo. Hiyo ndio imani ya kanisa wanamobatizwa watoto. Mwamkataa Shetani? Namkataa. Na mambo yake yote? Nayakataa. Na fahari zake zote? Nazikataa. Mwasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na dunia? Nasadiki. Mwasadiki kwa Yesu Kristo mwanaye pekee Bwana wetu, aliyezaliwa na Bikira Maria, akateswa, akafa, akazikwa, akafuka katika wafu, ameketi kuume kwa Baba? Nasadiki. Mwasadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa miili na uzima wa milele? Nasadiki. Hiyo ndio imani yetu, hiyo ndio imani ya kanisa.
tunaona fahari kuiungama katika Yesu Kristo Bwana wetu. Sote tuitikie amina. Amina. Je, mwataka Matthew apate ubatizo katika imani ya kanisa, imani tuliyoikiri sote sasa hivi pamoja nanyi? Wengine mketi. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo alimwokoa mtoto huyu katika dhambi, akampa uzima mpya kwa maji na Roho Mtakatifu. Unapakwa sasa mafuta matakatifu ya Krisma ili uunganike na taifa lake, uendelee kuwa kiungo cha Kristo, kuhani, nabii na mfalme, hadi upate uzima wa milele mbinguni. Matthew, umekuwa sasa kiumbe kipya na kumvaa Kristo. Nguo hii nyeupe iwe ishara ya cheo chako, nawe ukisaidiwa kwa maneno na mifano ya jirani zako, ukaifikisha safi katika uzima wa milele mbinguni. Unasikia? Amen. Pokeeni mwanga wa Kristo. Ninyi wazazi na msimamizi, mmepewa mwanga wa Kristo mpate kuulinda. Msaidie mtoto wenu atembee daima kama mtoto wa nuru, adumu katika imani, na hivyo mwisho huko mbinguni mtoto huyu pamoja na watakatifu wote aweze kumlaki Bwana. Bwana Yesu aliyowafanya viziwi wasikie na bubu waseme, akujalie uweze kusikia kwa masikio neno lake na kuungama kwa mdomo wa imani ya Kikristo, kwa sifa na utukufu wa Mungu Baba mtakatifu. Ndugu zangu, mtoto huyu aliyezaliwa upya kwa ubatizo sasa anaitwa mtoto wa Mungu, na kweli ni mtoto wa Mungu sawa na sisi. Baadaye atapokea utimilifu wa Roho Mtakatifu kwa sakramenti ya kipaimara. Tena katika komunyo takatifu atampokea Bwana aliyejitoa sadaka. Sasa kwa jina la huyu mtoto wa Mungu tumshangilie na tuwashangilie wazazi. Ndugu zangu, tunaweka ninyi mikononi mwa Baba Mwenyezi, Mwanawe wa pekee na Roho Mtakatifu. Mungu mwenye rehema na neema ayalinde maisha yenu ili mpate kutembea katika nuru ya imani na kufika nyumbani kwake mbinguni. Naisikiani. Bariki Mungu Baba.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana aipokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lako na kanisa lako lote takatifu. Ee Bwana, tunaleta vipaji vya utumishi wetu kwenye altare yako. Uwe radhi kuvipokea na kuvifanya viwe sakramenti ya ukombozi wetu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Ee Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Maana yeye kwa kuzaliwa kwake alitengeneza upya ubinadamu uliochaka, na kwa kuteswa alizifuta kabisa dhambi zetu. Kwa kufufuka katika wafu alitupatia njia ya uzima wa milele, na kwa kupaa huko kwako, Ee Mungu Baba aliyefungua malango ya mbinguni. Kwa hiyo sisi pamoja na umati wa malaika na watakatifu tunakuimbia utenzi wa sifa, tukisema bila mwisho.
Bwana kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uachi kukusanya watu kwako. Ilitoka mawe ya juu hata machoo yake, dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitwaa mkate, na akikushukuru aliubariki, akaumega, na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kushukuru, alikibariki, na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakaomweka kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanawe yaletayo wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunatoa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao, na kujaza Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Kwanza kabisa, pamoja na Bikira Maria mwenye mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mwake wa bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Yohane Bosco, mlinzi na msimamizi wa vijana, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Na kuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote, upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14, na askofu wetu Vincent Mwagala, pamoja na maaskofu wote, waklero wote, na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu, na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu,
ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, aliwaambia mitume wako: amani na waachieni, amani yangu na wapa. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja, kama yalivyo mapenzi yako. Unaishi na kutawala milele na milele. Bwana iwe daima nanyi. Tutakiane amani. Tutakiane amani.
Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Yesu karibu moyoni mwangu,
Tuombe. Ee Bwana, umetulisha kwa sadaka ya ukombozi wetu. Tunakuomba utuzidishie daima imani ya kweli kwa msaada huu wa wokovu wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yesu Kristo. Poleni na safari. Karibuni sana. Sadaka ya Jumapili ya tarehe 25 mwezi wa kwanza 2026. Wawata ilikuwa 20,000. Uwaka ilikuwa 11,800. Wageni ilikuwa 20,400. Jumla ya sadaka ilikuwa 52,200. Vipaji ilikuwa ni shilingi 32,400. Kiberiti punda mbili, shati moja na shati moja. Sadaka ya pili ilikuwa 15,400. Tunakumbushwa bahasha ya sadaka, na mwisho wa kuichangia kuinunua ile bahasha itakuwa ni Jumapili ijayo. Kwa hiyo ambaye anajikuta yeye hana bahasha, tunaomba auone uongozi aweze kuipata bahasha ya sadaka. Pia nipende kutoa shukrani kwa wageni. Nipende kusema karibuni sana, mjisikie mpo nyumbani. Pia nisiwe mwingi wa fadhila, hii sehemu niseme sio ya kwangu mimi. Karibu mwenyekiti wa Uvikama popote ulipo. Mheshimiwa Baba Paroko Msaidizi, waheshimiwa viongozi halmashauri ya wilaya Parokia, waheshimiwa viongozi halmashauri ya wilaya Kigango mwenyeji Gamtaukwavila, pamoja na viongozi wote halmashauri ya wilaya Vigango mbalimbali, waheshimiwa viongozi wote wa vyama vya kitume, pamoja na waamini wote, itifaki ikiwa imezingatiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Mapendo daima, akamkazia macho, akampenda, alimahaba, alimahabuba. Asante sana. Awali ya yote tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa baraka, ambaye ameamua kwa huruma yake, kwa upendo wake, siku ya leo kuifanya hivi ilivyo. Tumpungie makofi Mungu na kupigia vigelegele.
Sambamba na hilo, tunamshukuru sana baba paroko msaidizi ambaye ni mlezi wetu wa vijana, wakishirikiana pamoja na viongozi halmashauri ya wilaya kigango cha Ukwavila. Wametupokea vizuri kwa wiki nzima tulikuwa hapa kwa ajili ya kuandaa shughuli nzima hii. Kwa kweli tunawashukuruni sana na Mungu aendelee kuwatunza. Basi tupende pia kuwashukuru waamini wote wa kigango hiki cha Ukwavila kwa ukarimu wenu mkubwa. Tumeonja upendo wenu, tumeonja mapokezi yenu. Tunawashukuruni sana pia, Mungu aendelee kuwatunza. Basi mwisho tupende kuwashukuru waamini wengine wote, vijana wenzetu kwa umoja wenu kutoka vigango mbalimbali ambavyo vinaunda parokia hii ya Chosi. Basi nipende tu kutoa utaratibu ufuatao baada ya misa. Baada ya misa baba ataondoka hapa, ataelekea kanisani, lakini pia tutaomba na wageni wote waalikwa wakiambatana na viongozi halmashauri ya walei parokia pamoja na vigango mbalimbali na vyama vyote vya kitume. Basi kwa umoja wetu tutaandamana kuingia kanisani pale wakati tukisubiri utaratibu unaofuata. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana. Karibu kiongozi wa halmashauri ya walei parokia. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Asante. Basi nisiseme mengi, nimekaribishwa, maanake sherehe ya leo tuko wote toka tunaanza mpaka tunamaliza. Sawa jamani? Lakini niwashukuru tu viongozi wa uvikama kupitia parokia kuandaa sherehe hizi au kuja kufanyia sherehe hizi kwenye kigango hiki cha Ukwavila. Niwashukuru sana. Lakini pia niwashukuru uvikama wote ndani ya parokia ya Chosi. Nikiwa hapa tazama, naona kila vigango wawakilishi wapo. Hii inaonyesha uhai wa kanisa, na vijana ndo kanisa la baadaye. Kwa hiyo vijana tunavyotumika kisawasawa, na ndivyo kanisa linavyokuwa. Sawa jamani? Na tunapotembea kwenye makongamano kama haya tunajifunza kitu na Ukristo unakuwa. Kwa hiyo hivyo naamini kanisa la baadaye linaendelea kuwepo na litakuwepo. Kwa hiyo nisiseme mengi kwa kuwa misa bado haijaisha, na kama nilisema mwanzoni tuko pamoja, basi tutamaliza pamoja. Yote kwa yote niwatakie kila laheri na sherehe njema. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa nyote, itifaki ikiwa imezingatiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Tunawashukuru wenyeji kwa kutukaribisha na kuyafanya maadhimisho haya yawe kama hivi yalivyo. Tunawashukuru sana. Mungu awabariki na tabia hiyo iendelee, au sio vikama? Watoto mpo? Leo ni siku pekee, siku baada ya
kanisa kuna wali. Kuna nini? Wali. Kwa hiyo msitoroke. Mkitoroka hamli wali. Kufikama pamoja na changamoto za njia na nini, tunawashukuru tumefika. Na tulio wengi basi tumeifahamu Ukwavila. Ukwavila ndo hii, lakini msiseme sio mjini. Mjini iko kule mbele, wenzenu wenyeji watawapeleka. Kwa hiyo hapa ndo Ukwavila. Tunawashukuru na mmezindua kanisa jipya au kanisa nini? Jipya. Ni jipya? Semeni uongo. Kwa hiyo karibuni sana. Pamoja na hayo, tunakukaribisha sana mgeni rasmi. Mungu akubariki, aendelee kukubariki, aendelee kukutunza ili sherehe baada ya adhimisho iwe njema kabisa. Tunatambua uwepo wako, karibu sana. Na ninyi nyote ambao mmesaulika, tunatambua tuko pamoja na Mwenyezi Mungu atuongoze. Asanteni sana. Wana Ukwavila, ninyi kama ninyi zatoka mwaka jana. Jamani, tumeanza mwaka mpya. Ya zamani yale tuyaache, sio? Tunaanza mwaka mpya. Na Mwenyezi Mungu atatubariki tukifanya yote kwa sifa na utukufu wa familia na Mungu. Kwa hiyo tukawajibike kadiri inavyowezekana. Mtakatifu Yohane Bosco yeye alisema, fanya lolote unaloweza, mengine mwachie Mungu. Sasa wewe uko nalala asubuhi mpaka jioni, unataka Mungu atende muujiza, tenda kupokea na utaanza kuomba injili za mafanikio wakati hazipo. Kwa hiyo tukawajibike kila mtu na Mwenyezi Mungu alivyokujalia maweza, ili hayo tunayowajibika yawe kwa sifa na utukufu wa familia na kanisa na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo tusijisahau. Mwaka jana tulijisahau, sio? Mwaka huu tusijisahau. Watoto mpo? Mmepanda madarasa? Mjapanda? Mmepanda. Mwaka jana hamkupata 100 kwa 100, sio? Mwaka huu 100 kwa 100. Usipopata 100 unafanyaje? Unafeli. Unawaambia walimu wakucharaze viboko 10. Kila mwalimu viboko vingapi? 10. Kwa sababu ninyi wa Ukwavila mnapasika kupata ngapi? 100. 100 kwa 100. Ngapi? 100 kwa 100. Na wale la 650 kwa ngapi? Vivyo hivyo. Asanteni sana, sherehe njema, Dominika njema. Piga magoti tupate baraka. Bwana awe nanyi. Mungu Mwenyezi awabariki kwa wema wake na kuwamiminia hekima yake iletayo wokovu. Ya imani na kuwadumisha katika matendo matakatifu. Naelekeze hatua zenu kwake na kuwaonesha njia ya amani na mapendo. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ashikie na kukaa nanyi daima.